Asante sana Bishop wetu wa kanisa na viongozi wetu ambao tumetembea nao, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mimi leo nimefurahia. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Mimi nimefurahia kwa sababu Bishop, vile niliingia hapa, you are a true man of God. Sababu vile ulishika Biblia ukasema unataka kutupatia neno kidogo. Hilo neno lilitoka naturally. Kwa sababu nilikuwa nimekaa pale na Mheshimiwa Eugene, tunaambiana kwani Bishop alikuwa amejua tunakuja akajipanga na hili neno ama ni natural tu imetoka. You are a true man of God, kwa sababu neno hilo limetugusa sisi viongozi ambao tumekuwa hapa. Na sisi tunakushukuru ile vision ambayo uko nayo na mama katika kanisa hii. Pia sisi tunakuombea kwamba vision hiyo iende vizuri. Unajua watu wengi wanadhania Bishop kwa sababu anaombea watu, yeye hahitaji kuombewa. Bishop, sisi tunakuombea na wewe na mama kwamba vision yenu ya kusomesha watoto na kusaidia community yetu around hapa izidi kukuzwa. Jambo moja tu na kutoka lile neno lile Mheshimiwa Bishop amesema, Mheshimiwa Eugene amesema, tumekuwa kwa maneno mengi kule nje, lakini leo umetupatia neno. Na ile ambayo mimi naenda nyumbani nayo ni kwamba sisi viongozi ambao tuko hapa sasa hivi tuangalie zile siku za usoni, kwamba tujue sio sisi pekee tunaishi. Umeona kwamba ile ndoto ambayo Farao alipata, aliangalia akaona siku za usoni, akasema kwamba sisi kwamba ni lazima tuweke hifadhi kidogo kwa siku za usoni. Mimi leo ningependa tuombe wale viongozi ambao wanatawala nchi yetu. Tumeona kwamba tumekuwa na shida ya prioritization. Priorities zetu kama taifa tumeziweka upside down. Sijui ni ile bottom up ile ambayo tulikuwa tunaambiwa. Priority yetu zimetoka chini kabisa. Kwa sababu ukiangalia sasa hivi tumefika katika ule mfumo wa tokenism, kwamba serikali badala ya kukuwa na mipangilio mzuri ya kusaidia wananchi, inaamua kwamba ibebe mapesa kwa magunia, ianze kupatia watu violela holela bila program dhabiti. Mimi ningependa kwamba wale viongozi ambao wako sasa hivi waangalie zile priorities za nchi yetu. Ni makosa sana kwamba tumebeba pesa kwa jina ya empowerment programs, ilhali jana tumeambiwa kwamba madawa ambazo ziko kwa hospitali zetu zime-expire. Ni makosa sana sisi kama taifa kubeba kwa magunia pesa kupeana, ilhali wale workers wa Universal Health Care UHC bado wako hawajapewa zile kandarasi zao. Ni makosa sisi kama nchi kubeba pesa kwa magunia, ilhali ile mashini yetu ya kutreat watu cancer haifanyi, watu wanakufa. So kidogo ningependa wale viongozi ambao wako sasa hivi waweze soma ama waweze hubiriwa ile neno ambayo tumepewa leo hapa. Mimi natumaini kwamba viongozi wetu ambao tunatembea nao tumetoka hapa na hekima mingi, kwamba sisi tukipata uongozi tusiwe kama wale wengine. Pia sisi tuwe viongozi ambao wako na hekima na wanajali zile vizazi vijazo. Sina mengi ya kusema bali kuwashukuru na kushukuru watu wote ambao wamejitokeza kuja kuomba na sisi hapa. Thank you very much. Sasa nataka ni waletee the truthful man. Yule anatoka kijiji kinajulikana sana Kenya, kinaitwaje? Kinaitwaje? Huyu jamaa anapenda kusema ukweli tu. Jana ametuambia mambo ya NSSF. Leo nafikiri atatuambia mambo ya housing levy. Palipo na moshi pana nini? Pana moto. Your Excellency, karibu useme na watu wako. Sasa kwa timu yetu, huyu ni kama bishop sasa. Huyu ndio bishop wa one term. Wacha wasalimu sasa.
Asante sana Baba Askofu na kanisa letu la JCC hapa Malindi. God is good and all the time.